Leo simulizi yetu inakwenda kwa jina la Nyumba ya Mwisho wa Msitu. Kumbuka msimuliaji wako ni mimi Mr. Storynest. Hakikisha una subscribe kwenye YouTube channel yangu na kushare. Hebu tuendelee. Sehemu ya kwanza inaanza kwa kusema safari ya usiku. Anasema usiku ulikuwa mzito sana. Barabara ya vumbi iliyopita katikati ya msitu wa mabwe ilikuwa kimya kama makaburi. Gari dogo jeupe lilikuwa likitembea pole pole huku taa zake zikikata giza kwa mbele. Ndani ya gari walikuwemo watu watatu tu, yaani Kelvin, mke wake Rehema na mdogo wake wa kazi aliyeitwa Musa. Mvua ilikuwa inaanza kunyesha taratibu. Tumebakiwa na umbali gani? Rehema aliuliza huku akionekana kuchoka. Kevin alitazama simu yake. Dakika kama 20. Walikuwa wanahamia kijijini baada ya Kevin kurithi nyumba ya babu yake aliyefariki miezi miwili iliyopita. Tatizo ni kwamba hakuna mtu kijijini aliyependa kuizungumzia ile nyumba. Wengi waliita nyumba ya mwisho wa msitu. Ghafla gari likazima. Hapana, Musa alisema. Kevin alijaribu kuwasha tena lakini gari likagoma. Kisha kitu kikapita pembeni ya gari kwa kasi. Rehema alishtuka. Mmeona hicho? Hakuna aliyejibu. Mvua ikaanza kunyesha kubwa zaidi. Alafu mlio wa kugonga dirisha ukasikika polepole. Hebu tuone sehemu ya pili. Mwanamke wa giza. Kevin aligeuka taratibu. Nje ya dirisha alisimama mwanamke mmoja mzee aliyefunikwa shuka jeusi. Uso wake haukuonekana vizuri kwa sababu ya mvua. Msisimame hapa, alisema kwa sauti nzito. Mahali hapa si salama usiku huu. Rehema alihisi mwili ukimsisimka. Kevin akafungua dirisha kidogo. Tunakwenda kwenye nyumba ya mzee Mwandu. Yule mzee alinyamaza sekunde chache kisha akasema, mkifika msifungue chumba cha nyuma. Alafu akaondoka gizani akapotelea uko kusipojulikana. Musa akacheka kwa hofu. Hawa wazee wa huku wanapenda kutisha watu. Lakini Rehema hakutulia. Dakika chache baadaye gari likawaka lenyewe. Hakuna aliyeongea tena safari nzima mpaka walipofika. Sehemu ya tatu, nyumba iliyokufa. Walifika nyumba ile ile, ilisimama katikati ya miti mirefu. Ilikuwa kubwa lakini ya kutisha sana. Madirisha mengi yalikuwa yamefungwa kwa mbao. Mlango mkubwa wa mbele ulitoa mlio wa ajabu walipoingia. Ndani kulikuwa na vumbi, harufu nzito ya unyevunyevu na picha za zamani ukutani. Musa akaangaza na tochi. Kuna mtu aliishi hapa kweli? Ghafla juu ya dari kulisikika hatua. Tap, tap, tap. Wote wakaganda. Kevin akasema labda ni panya, lakini Rehema alijua hizo hazikuwa hatua za panya. Sehemu ya 4 ni chumba kilichofungwa. Asubuhi ilipofika, Kevin alianza kusafisha nyumba, lakini nyuma ya ukumbi kulikuwa na mlango mkubwa wa chuma wenye kufuli nzito. Rehema akakumbuka maneno ya yule mzee, msifungue chumba cha nyuma. Lakini Musa akaanza kucheka. Ndani kuna nini? Au dhahabu? Kevin alijaribu kufungua lakini hakufanikiwa. Usiku ulipoingia, kufuli lile lilianza kugongwa kutoka ndani. Pam, pam, pam. Rehema alipiga kelele. Musa uso wake ukabadilika. Ndani ya kile chumba kulikuwa na kitu hai. Sehemu ya 5 ni siri ya babu Mwandu. Kesho yake Kevin akaenda kijijini kuuliza kuhusu nyumba ile. Watu walimkwepa. Mzee mmoja tu akamwambia, babu yako alikuwa mzee na alikuwa ni mtu hatari sana. Hatari kivipi? Aliwauzia watu. Kevin hakuelewa. Mzee akaendelea, miaka mingi iliyopita watu walipotea karibu na nyumba ile, mmoja baada ya mwingine.
Kevin akaanza kuhisi baridi mgongoni, na mwisho wa yote mke wake mwenyewe alipotea. Sehemu ya 6, kivuli dirishani. Usiku huo Rehema hakuweza kulala. Akiwa kitandani aliona kivuli nje ya dirisha. Kilikuwa kimesimama tu kikimtazama. Polepole kivuli kile kikaanza kusogea karibu zaidi. Rehema akamwamsha Kelvin, lakini walipotazama nje hakukuwa na mtu. Asubuhi walikuta alama za miguu matopeni ziliishia ukutani, kana kwamba mtu alipanda juu ya nyumba. Sehemu ya 7, Musa atoweka. Musa alikuwa wa kwanza kupotea. Alitoka nje usiku kwenda chooni, hakurejea. Walimsikia akipiga kelele mbali ya msitu, Kelvin! Alafu kimya kikatawala. Walipomtafuta walikuta tochi yake tu ikiwa na damu. Rehema akaanza kulia, lakini Kelvin alisema lazima bado yupo hai. Hakujua kuwa macho mawili yalikuwa yanamwangalia gizani. Sehemu ya 8, daftari la siri. Kelvin alipata daftari la babu yake ndani ya kikabati. Kurasa nyingi zilikuwa zimechanika, lakini sehemu moja ilisomeka, nilifanya makubaliano ya damu, sasa nyumba inataka zaidi. Mikono ya Kevin ikaanza kutetemeka. Kulikuwa na majina mengi kwenye daftari na jina la mwisho lilikuwa Kelvin. Sehemu ya 9, mlango wafunguliwa. Usiku ule mlango wa chumba cha nyuma ulifunguliwa wenyewe. Harufu kali ya kuoza ikatoka ndani. Rehema akasema tusiingie humo, lakini Kelvin akaingia. Ndani kulikuwa na minyororo, damu zilizokauka na picha za watu waliopotea. Kona ya chumba kulikuwa na mfupa wa binadamu. Sehemu ya 10, ukweli wa kutisha. Kevin akagundua ukweli. Babu yake alikuwa akitoa watu kafara kwa nguvu za giza ili apate utajiri, na nyumba ile iliendelea kudai damu hata baada ya kifo chake. Ndiyo maana watu walipotea, ndiyo maana Musa alitoweka. Rehema akaanza kupiga kelele, tunatoka hapa, lakini mlango mkuu ukajifunga wenyewe. Sehemu ya 11, sauti ya sakafu. Usiku wa manane walimsikia Musa akipiga kelele chini ya sakafu, nisaidieni. Kevin akaanza kuvunja mbao, lakini alichokiona kilimfanya karibu azimie. Musa alikuwa chini kabisa, lakini macho yake yalikuwa meusi kabisa na alikuwa anatabasamu. Sura au sehemu ya 12, usaliti. Musa alianza kucheka, kisha akasema, nilifanya makubaliano nao. Kevin akashangaa, makubaliano gani? Musa akasema, nilipewa pesa mradi niwalete nyinyi hapa tu. Rehema akapigwa na mshtuko. Musa alikuwa anajua kila kitu tangu mwanzo, alikuwa amewasaliti. Sehemu ya 13, moto wa laana. Ghafla nyumba ikaanza kutikisika, kuta zikapasuka, sauti za watu waliokufa zikaanza kusikika kila kona. Rehema akaanza kukimbia. Kevin akamvuta. Moto ukaanza kuwaka ndani ya nyumba, lakini Musa hakutoka, alibaki akicheza gizani. Sehemu ya 14, kifo msituni. Walifanikiwa kutoka nje, lakini walipofika msituni, kitu kilimvuta Rehema gizani. Kevin alipiga kelele, alikimbia kumfuata, lakini akasikia sauti ya Rehema ikilia kwa maumivu. Alafu kimya. Dakika chache baadaye aliona mwili wake ukiwa chini ya mti. Macho yake yalikuwa wazi. Sehemu ya 15, mwisho wa nyumba ya msitu. Asubuhi watu wa kijiji walikuta nyumba ile imeungua kabisa, lakini Kelvin hakuwahi kuonekana tena. Wengine walisema alikufa, wengine walisema bado anatembea msituni usiku. Miaka kadhaa baadaye, wasafiri waliosema walipita karibu na eneo lile walidai kusikia sauti ya mwanamke akisema, msifungue chumba cha nyuma. Na usiku wa mvua, taa huonekana ndani ya nyumba ile iliyoungua, ingawa hakuna mtu anayeishi humo tena. Jina langu ni Mr. Storynest. Usisahau kusubscribe. Niandikie kwenye comment hapo chini umejifunza kitu gani.